Na zimetimia mwendo wa saa 3. Ni matumaini yangu kwamba yu buheri wa afya. Ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi ni wa 5 mwaka ni wa 2026. Karibu kwenye habari zetu za sasa. Hizi ni vidokezo. Kivumbi kikubwa kimeripotiwa mjini Olkalau huku uchaguzi mdogo wa bunge ukiendelea kushika kasi. Na kwingineko ni kwamba waathiriwa wameanza kuhesabu hasara uliosababishwa na moto huko Nanyuki. Katika maeneo ya Busia, familia walalamikia serikali kutotenda haki huku wakilalamikia polisi kuwapiga vijana wawili risasi. Na kwenye habari zinginezo ni kwamba wafanya biashara katika kaunti ya Narok walalamikia kupanda kwa bei za bidhaa kutokana na ongezeko kwa bei za mafuta. Karibu kwenye habari kuu ni kwamba kivumbi kikubwa kimeripotiwa mjini Olkalau huku uchaguzi mdogo wa bunge ukiendelea kushika kasi. Wafuasi wa vyama mbalimbali wameonekana kupambana kwa maneno na kufanya mikutano ya kisiasa yenye ushindani mkali katika maeneo tofauti Nyandarua. Uchaguzi huo umevutia hisia kali baada ya kiti cha bunge cha Olkalau kubakia wazi kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge David Njuguna Kiarao mwezi Machi mwaka huu. Wakazi wa Olkalau wameendelea kutoa maoni tofauti kuhusu wagombea huku masuala ya maendeleo, ajira kwa vijana na miundombinu yakitaja kuwa ajenda kuu za kampeni. Maafisa wa usalama wameimarisha ulinzi katika baadhi ya maeneo ili kuhakikisha uchaguzi unaendelea kwa amani na utulivu. Na haya ndo habari zaidi. Namna kwingineko ni kwamba waathiriwa wameanza kuhesabu hasara uliosababishwa na moto huko Nanyuki, huku wengi wao wakieleza kusikitishwa na tokeo hilo lililotokea usiku wa kuamkia jana. Moto huo uliharibu maduka na bidhaa za wafanyabiashara zaidi ya 200 huku chanzo chake kikisalia kuchunguzwa na maafisa wa usalama. Wakazi wa eneo hilo waliinuka usiku kusaidia juhudi za kuzima moto kabla ya maafisa wa zimamoto kufikia eneo hilo. Na kwenye habari zinginezo ni kwamba katika maeneo ya Busia, familia walalamikia serikali kutotenda haki huku wakilalamikia polisi kuwapiga vijana wawili risasi. Wazazi na ndugu wa marehemu walisema maisha yao yamebadilika ghafla kutokana na tukio hilo lililotokea wakati wa maandamano. Familia hizo sasa zinaitaka serikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu kufanya uchunguzi wa kina kuhusu vifo hivyo. Viongozi wa eneo hilo pia wamelaani matumizi ya nguvu kupitia kiasi dhidi ya waandamanaji na kusisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa haki za wananchi wakati wa maandamano. Namna kwenye habari zinginezo ni kwamba wafanya biashara katika kaunti ya Narok walalamikia kupanda kwa bei za bidhaa kutokana na ongezeko kwa bei za mafuta. Wafanya biashara katika soko kuu la Narok walisema gharama za usafirishaji zimeongezeka pakubwa na kuwafanya kuongeza bei ya vyakula pamoja na bidhaa nyingine ili kuendelea kupata faida. Wanabiashara hawa wameitaka serikali kuingilia kati na kupunguza gharama ya mafuta ili kusaidia kupunguza mzigo kwa mwananchi, huku wachambuzi wa uchumi wanaunga kuwa iwapo bei za mafuta zitaendelea kuongezeka, hali ya maisha itakuwa ngumu zaidi katika maeneo tofauti nchi. Za spoti ni kwamba mashabiki wa soka walishuhudia wikendi yenye ushindani mkali katika EPL huku timu kadhaa zikimaliza msimu kwa ushindi muhimu. Manchester United ilichapa Brighton na Hove Albion mabao 3-0 huku Arsenal ikibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Crystal Palace FC. Aston Villa ikifunga Manchester City mabao 2-1. Katika mechi zingine ni kwamba Tottenham Hotspur ilifunga Everton bao 1-0 huku Liverpool ikitoshana nguvu ya bao 1-1 na Brentford. Sunderland FC pia ilishangaza wengi kwa kuwalaza Chelsea FC mabao 2-1. Na kwenye mechi za humu nchini ni kwamba FKF Premier League iliendelea kushika kasi huku Gor Mahia FC ikiendelea kuongoza msimamo wa ligi
huku Bandari FC ikitoka sare na Kenya Police. Kupata habari kama hizi na zinginezo, usikose kutufuatilia pale kwenye tovuti yetu ya www.news.ke. Jina langu ni Paul Aina.